Uwezo. Naam Hamkorwa. Vipi jamaa yangu? Safi. Si shemeji huyo? Ndiye. Ndiye. Mimi Hamkorwa, wajua anaka kitembea tembea kama bata. Ndio. Mimi sasa nina haraka zangu. Ni kweli. Ndageuza magombe. Nakuona. Nitamwendekeza yeye. Tamfutuga. Shemeji, hujambo lakini? Wa alaikum salam. Haya, sasa subiri shemeji. Uwezo. Na mtu nzima. Kuomba hichi ulichokifanya usije kifanya tena. Kitu gani hicho? Najua hujui. Lakini kama ni wakujua utajua leo. Ndio. Yule ni mkeo. Wa ndoa hasa. Na kama ni mkeo, yatakiwa ukitembea ili waumize roho wale waliochukiwa siku ya harusio, basi yatakiwa utembee naye ubavuni kama begalo la kulia. Unifahamu sijui? Hamkorwa ipo ile ya kutembea kama mlo nini. Lakini zile siku za mwanzo unapoana, lakini mimi zalisha watoto watatu. Pale alipo mikea mitupu. Uwezo kunitangulia kwenye ndoa tu, lakini kumbe uke ndogo. Sasa leo nataka nikufahamishe. Asilimia nyingi ya wanaume wanapotembea na wake zao, basi huwapa nafasi kubwa kwa sababu labda waona aibu pengine, ama kutokana na mapungufu ya mwanamke. Lakini hivi sivyo. Yatakiwa yule ukitembea hata kumweleka mgongoni umweleke. Na mpaka Mungu yurazi mkeo ukimfanyia kama hivi. Mwanamke haachi nyuma wala haepi mbele akatangulizwa. Hivyo sivyo. Na ndio maana ukazikuta ndoa sasa hivi zaharibika mapema, kwa sababu wanaume twashindwa ule uongozi wetu kuupeleka vile unavyotakikana. Utakaponzarau na yule atakudharau, lakini ukimwonyesha upendo hakika na yeye atakupenda. Uwezo hili kunilifanya kwa kuwa hulijui, lakini nishakwambia usije nirejea tena. Mimi nilivyokuwa kunielimisha wewe na wewe jamaa yangu, mimi jambo nishakufahamu ili nirizike na nijue sasa kama kweli kunifahamu. Nataka ufungashe na mama nikuone. Nataka nibembeleze kila nginguu ya vikono. Mcha wangu, fungasha twenzetu.